Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Muhammad Ayubu Muhammad, ni khatibu katika misikiti mbalimbali hapa Zanzibar. Tupo katika semina hii ya siku 10 hapa Masjid Mizrui Mombasa kwa ajili ya kuweza kufundishwa makhatibu pamoja na maimamu juu ya masala mazima ya kuweza kuja kuinusuru jamii ya Kiislamu katika hali ambayo sasa ipo katika mizunguko yetu ya kijamii. Hutuba hizi au darasa hizi tunazosomeshwa hapa ni kwamba tunatakikana tuingie kwenda kuwafundisha waumini masala mazima ya tarbia katika Uislamu na kuweza kuwaingiza au kuwatoa katika yale masala ambayo ni munkar. Na tukiwa tupo katika hilo ni kwamba kuna mambo au mada mbalimbali zinafundishwa katika elimu hii ambayo tutaipata kwa muda wa siku 10. Ni elimu ambayo inatufanya kuweza kuingia watu kwenda kuwatoa katika masala ambayo yanatoa au yanawaingiza katika mmong'onyoko wa maadili, hasa katika ardhi yetu ya Zanzibar. Ni kwamba vijana wengi sasa hivi wameingia katika masala ambayo kwa kweli hayaendani na silka na utamaduni wa Kizanzibari, pia hayaendani na ile hali ambayo alikuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi kama ni mahatibu na kama maimamu wa misikiti hapa Zanzibar tumetakiwa tupate darasa hii ili tuende kutokawafunze na kuwaeleza, kwa sababu tumeambiwa fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Twende tukawakumbushe, kwa sababu wengi wanajua lakini wameghafilika. Kama wameghafilika, basi tuchukue nafasi hii sisi kama ni maimamu kwenda kuwaambia kwamba Zanzibar au Uislamu unataka 1, 2, 3, 4, 5, lakini kikubwa kinachokuwa kimetupata katika darasa hii ni suala zima ambalo linaingiza katika hikdi ya hasadi katika misikiti, katika jamii, katika makazi, kwamba watu wana hasadi. Sasa zile hasadi ni namna gani ya watu kwenda kuzikiuka, na ni hasadi gani ambayo watu wanatakikana kuwa hawatakiwi kuifanya? Kwa hiyo hii ni ilmu ambayo ni kubwa na ni darasa pana ambalo tuna imani kwamba tukilimaliza kwa muda wa siku 10 hizi itakuwa ni elimu tosha ya kuweza kutusababisha sisi tukisimama kwenye mimbar za Ijumaa tuweze kuambia watu kitu kizima. Hili jambo limedhaminiwa katika udhamini mzuri, na kwa sababu ilmu ni muntafa, kwamba ni elimu ni jambo ambalo linafaa kufanywa kazi. Kwa hiyo wale wote wenye kudhamini masala kama haya ya ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze na wajalie kila la kheri. Kwa hiyo sisi kikubwa kitu kinachotakikana kwenda kukizungumza kwanza kwenye jamii. Vijana wengi sasa hivi wameingia kwenye beti, na hii beti ni kamari ambayo sasa imebadilishiwa majina. Leo umeongea watu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wamefunga siku 30, wametoka bado wamerudi tena katika bets ambao watu wanaita mkeka, wanaita sijui tombola, wana majina mengi, lakini kifupi ni kamari. Kama ni kamari, vijana wengi sasa hivi wanahisi maisha yao yanapatikana kwa njia rahisi kama hizi, ambazo njia ambazo ndizo zitakazokuwa zinakuja kuwapelekea katika kuingia katika mahalukati uangamizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo tunatakikana kwenda kulizungumza ni masala mazima ya khamr, ulevi. Leo ulevi umekuwa ni fashion. Mashekhe wametueleza mengi katika darsa kwamba sasa hivi imekuwa hata haya maduka madogo katika ardhi yetu ya Zanzibar kuna kitu kinaitwa double kiki. Ni ulevi ambao unauzwa fawahisha, lakini ndio ulevi ambao unawaharibu vijana wengi sana. Ukiangalia huko nyuma tulikuwa tuna ulevi unaita wenyewe walikuwa wanaita viroba, lakini alhamdulillah serikali zilizopita zilipiga marufuku, zikakemea na vikapigwa marufuku kutumika hata kuingizwa katika nchi hii ya Tanzania au nchi ya Zanzibar. Lakini leo vimekuja vitu vingine vipya, vimebadilishwa majina. Ni kitu kile ni ulevi, lakini kimebadilishwa majina na kimekuwa ni fawahisha. Kila mtu utamkuta anacho mfukoni, mwingine utamkuta anacho mkobani, wengine wanatia kwenye maji zile za drop, wanachanganya, wanakunywa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakikana kwenda kuwaeleza waumini ili tuweze kufika pahala ambapo tutakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa nusra. Kwa hiyo kwa mambo mengi yanazungumzwa, lakini kwa uchache tuyachukue hayo inshallah, na Mwenyezi Mungu inshallah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika khairati.